Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakiathiri shughuli za kilimo katika maeneo mengi nchini. Wilaya ya Kilwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yanaathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa mvua, wadudu waharibifu, upepo mkali na uingiaji wa maji chumvi ardhini. Akieleza afisa kilimo namna ambavyo wakulima wanapitia changamoto hizo. Kwa majina naitwa Manyusi Paulo Ngilangwa, ni afisa kilimo msaidizi halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Katika halmashauri yetu, mabadiliko ya tabia ya nchi kama ilivyo sehemu nyingine zote duniani yamekuwa na athari kubwa. Baadhi ya misimu ya kilimo katika halmashauri yetu ya Kilwa kumekuwa kujitokeza na kukosekana kwa mvua na mvua kunyesha kwa kiasi kidogo kilinganisha na mahitaji ya mimea yetu. Mfano mzuri ni msimu huu wa kilimo ambapo mazao mengi yameathirika. Tupita kwa wakulima, mazao ya mpunga, mazao ya mahindi, sehemu nyingi yameathirika. Lakini kwa msimu uliopita tulijitokeza na mvua nyingi zilizopita kiasi na hivyo kusababisha mafuriko. Hili vile vile liliwaathiri wakulima, kwani walipoteza mazao yao mengi na kupelekea upungufu wa chakula. Mfano katika vijiji vya Matandu, vijiji vya Mchakama, Mkondaji ndo athari kubwa ilijitokeza ya mafuriko katika msimu uliopita, hivyo kuhatarisha usalama wa chakula. Sasa athari za moja kwa moja ambazo wakulima wetu wamekuwa wakizipata ni uharibifu mkubwa wa mazao kutokana na magonjwa, ukame, mafuriko, wadudu pamoja na upepo mkali. Hiyo imepelekea usalama wa chakula katika halmashauri yetu kwa baadhi ya misimu kutokuwa mzuri kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kutokana na changamoto hizi, wadau mbalimbali hasa sekta binafsi, taasisi za kifedha wamekuwa wakitekeleza miradi mbalimbali inayolenga kutatua changamoto zinazowakumba wakulima. Benki ya CRDB ni miongoni mwa taasisi za kifedha ambazo zimejizatiti katika kuunga mkono sekta ya kilimo nchini Tanzania kwa kutoa fedha na huduma zinazohitajika ili kuboresha uzalishaji. Aidha, benki hii imepata ufadhili kutoka mfuko wa kimataifa wa kuhifadhi mazingira, yani GCF, kwenye kutekeleza mradi wa uwezeshaji wa teknolojia za kilimo za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi Tanzania, yani Tanzania Agriculture Climate Adaptation Technology Deployment Program, TACA-TDP. Mradi huu umelenga kuwawezesha wakulima kwenye matumizi ya teknolojia ambazo zinahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia utoaji wa mikopo rafiki na yenye riba nafuu. Akieleza meneja wa benki ya CRDB wilayani Kilwa namna ambavyo mradi wa TACA-TDP unalenga kwenye kuongeza uhimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima wa wilayani humo. Kwa majina naitwa Mbele David Mwesabila. Niko benki ya CRDB Kilwa Kivinje, ni meneja wa tawi. Na benki yetu ya CRDB ina namna nyingi ya kusapoti wakulima, lakini kwa sasa hivi tuna kitu kinaitwa TACA-TDP ambacho ni program ambayo inasaidia wakulima ambao wanafanya shughuli ambazo haziathiri mazingira. Na hii program ya TACA-TDP inawezesha wakulima wadogo wadogo pamoja na wakati pamoja na wakubwa vile vile kuweza kufanya shughuli za kilimo, lakini ina support pale ambapo wakulima wanafuata zile kanuni ambazo haziharibu mazingira, kwa sababu sasa hivi tunajua kabisa kwamba dunia kwa ujumla na nchi yetu inapigania kuto kuharibu mazingira. Kwa hiyo kilimo kile ambacho kinafanyika pasipo kuharibu mazingira kinaingia kwenye hii program ya TACA-TDP. Japo tuna support wakulima wote, kuna wale wengine ambao hawakidhi vigezo vya kuingia katika upande wa TACA-TDP, tunawasaidia kwa upande wa kawaida ambao wanafanya kilimo cha kawaida ambacho hakitumii teknolojia ambazo
haziharibu mazingira, lakini tunawasisitiza sana waweze kutumia teknolojia ambazo haziharibu kwa mazingira. Kwa mfano kufanya kilimo cha matuta, kufanya kilimo cha umwagiliaji ambapo wanatumia pampu ambazo zinatumia mfumo wa jua au solar system, au kutumia mbolea zile ambazo sio za viwandani, mbolea zile ambazo zinatengenezwa na zinatoka kwa wanyama kama zile mbolea za samadi na mboji na zinginezo ambazo haziwezi kuharibu mazingira. Kwa hiyo benki ya CRDB inasaidia vikundi mbalimbali na wakulima mbalimbali wadogo wadogo ambao wanaingia katika programu hiyo. Hata hivyo, mbali na uwepo wa fursa hizi, takwimu zinaonyesha kuwa walengwa na wanufaika wa mradi wamekuwa hawana uelewa juu ya uwepo wa fursa hii, na baadhi yao wamekuwa hawana uwezo, ujuzi wa namna ya kuipata au kuiomba. Kwa jina naitwa Ahmad Hassani, ni mkazi wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa, kijiji cha Matandu. Ni mkulima mdogo wa bustani. Tulikopo hatujui kwamba CRDB benki maana yake itatoa mikopo mbalimbali ya kuweza kuwanufaisha wananchi wakulima wadogo, lakini baada ya kutokea mafunzo sasa hivi tunafahamu CRDB benki kwa inatoa fursa ya kutoa mikopo ya kuweza kuwanufaisha wakulima wadogo. Tumejifunza mengi. Moja, kujua jinsi gani ya uandaaji wa shamba, lakini pili, kujua jinsi gani ya upatikanaji wa pesa utavopata, jinsi gani utavokuwa umeitumia na kuweza kuirejesha. Lakini tatu, ni kuweza kupata ujuzi mbalimbali hili itunufaishe sisi na watu wengine ambao kwamba hawana mafunzo ili kuelekea katika kilimo cha kisasa. Kwa jina naitwa Mohamed Hassan Ninge, natokea mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa, kata Singino Kivinje, ni mwenyekiti wa Makandanyama Group. Jambo jipya sikulijua mwanzo, kwanza mashine za sola nilikuwa tufahamu, na kujua kwamba mbolea zetu tunazotumia sasa hivi zina athari, hizo zote zilikuwa sizitambui. Hata hivyo, kupitia mradi wa GORG unaofadhiliwa na ubalozi wa Uingereza, jukwaa la mabadiliko ya tabia nchi yani Forum CC limekuwa likitoa mafunzo mbalimbali kwa wakulima wadogo, hasa wanawake na vijana, juu ya uwepo wa fursa za kifedha zinazopatikana kwenye maeneo yao ambazo zinalenga kuwasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na hivyo, Forum CC imekuwa ikitoa usaidizi wa karibu kwa wakulima hawa juu ya namna ya kuzipata fursa hizo. Akizungumza miongoni mwa washiriki, ameeleza namna ambavyo mafunzo walioyapata yamewasaidia kuelewa fursa za mikopo zilizopo na namna ambavyo wanaweza kuchukua hatua ya kuomba mikopo hiyo. Kwa jina naitwa Adija Bakari Ali, ni mwenyekiti wa kikundi cha Muungano, kinapatikana Kilwa Masoko, kijiji cha Mnazi Mmoja. Sisi tulipata elimu hiyo ya mafunzo kwamba kuna fursa zinapatikana kupitia kilimo. Kabla hatujapata mafunzo ilikuwa hatujui kama kuna fursa zinapatikana kupitia CRDB. Lakini baada ya kupata mafunzo hayo ndo tukajua kwamba kumbe kuna fursa ambazo zinapatikana kupitia CRDB. Na kweli tumeshiriki mafunzo, tumeelewa jinsi ya upatikanaji wa fursa hizo, na hivi sasa tuko kwenye mchakato wa kufuatilia ili tuzipate hizo fursa. Tupo kwenye kuandaa andiko la mradi, kuandaa mchanganuo ili tupeleke CRDB kwa lengo la kuomba mkopo. Ingawa wapo ambao walitamani kunufaika na mikopo hii, lakini wameshindwa kuwasilisha maombi kutokana na changamoto mbalimbali. Wakieleza miongoni mwa washiriki juu ya changamoto zilizowafanya kushindwa kuwasilisha maombi ya mkopo benki. Kwa jina naitwa Tabia Salmo Ndusi, natoka kundi cha Miwembeni Matandu Mjenga. Jitihada baada ya kupata mafunzo, jitihada tulizozifanya kikundi chetu sisi cha Mwembeni ni kusikiza mafunzo, kufuatilia mafunzo na kuchukua fomu ili tujaze. Ila CRDB
kuna changamoto ambayo inatuchanganya. Wamesema lazima uwe na dhamana ya nyumba. Kwa jina naitwa Ana Masteri Martini. Natoka kikundi cha Mwembeni, kipo kitongoji cha Njenga, Mwembeni Group. Sisi kama wanawake tulihamasika, tukaunda kikundi, tukapeana hizo taarifa ambazo tulienda kusoma, tukaandika taarifa zetu ili tupate mkopo. Na lengo la kupata kuomba mkopo itutoe hatua tuliokuwepo, itupeleke hatua nyingine. Kwa sababu hata kilimo chenye cha bustani uwaga tunamwagilia kwa kutumia visado. Changamoto kubwa inotusababisha tusiandike hiyo tusiandike andiko la kuomba mkopo. Tunaambiwa lazima tuwe na dhamana ya nyumba, na hiyo nyumba inatakiwa iwe nyumba ya samani, sio vibanda vya udongo. Mara ya kwanza tulizifanya jitihada, tulivyozifanya tukashindwa kwamba hatujui njia gani ya kufanya ili tupate mkopo. Tukaelekezwa njia ya kufanya ili tupate mkopo. Tulivyoelekezwa njia ya kufanya ili tupate mkopo, kulingana na tabia ya nchi tulivyokuja kuisoma, tukaona kidogo kuna mabadiliko ambayo yatatusababisha kwamba sisi ule mkopo tushindwe kurejesha. Jitihada tumefanya, lakini changamoto jinsi ya kuzipata, kila tukifanya mchakato kuzifuatilia, ulizia tunaambiwa kesho, tukienda kesho kutwa, basi kila siku unatuzungusha. Kwa hiyo kiufupi pesa na changamoto tumekwamia hapo, na mradi huwezi kuendesha bila kuwa na pesa. Hivyo ni muhimu kwa wadau kufanya jitihada mbalimbali za kutoa mafunzo kwa vikundi vya wakulima ili viweze kunufaika na fursa zilizopo, kama ambavyo walengwa na wanufaika wa mradi wameeleza. Forum CC walikuja kutupa mafunzo ya uelewa juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa awamu ya kwanza walikuja kutoa mafunzo ya namna ya kujikinga na majanga haya yanapotokea. Tukapata kuwafundisha wakulima wetu katika kijiji cha Mavuji na Matandu, lakini vile vile tulitoa mafunzo katika shule ya msingi Matandu na shule ya msingi Masoko juu ya namna ya kujikinga na haya majanga. Lakini bado hawakuishia hapo, alikuja kutoa mafunzo kwa vikundi vya wakulima namna ya kupata mikopo inayotolewa na benki ya CRDB, ambayo kilimo chake kinatakiwa kizingatie kuyadhibiti mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia walitoa mafunzo ya namna ya kuandika maandiko kwa ajili ya kuomba mikopo hiyo. Sasa wakulima wetu hawa waliopewa mafunzo, vikundi 4 vya wakulima vilivyopewa mafunzo, faida watakazo kuja kuzipata baada ya kupata mikopo hiyo, nikitolea mfano kikundi kimoja cha Matandu, vikundi 2 vya Matandu ambavyo vinajihusisha na kilimo cha bustani, ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mabadiliko ya tabia ya nchi, tumewafundisha kwamba kilimo watakacholima mazao ya bustani kiwe ni kilimo hifadhi. Lakini katika shughuli zao za umwagiliaji watatakiwa sasa watumie mashine za kusukuma maji ambazo zinatumia umeme wa jua. Hiyo itakuwa ni namna mojawapo ya kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwani kama tunavyojua matumizi ya mafuta kwa wingi yana athari kwenye mazingira. Kwa hiyo hawa sasa wataenda kutumia nguvu ya umeme wa jua katika kusukuma maji katika kilimo chao cha bustani. Natoa shukrani zangu za dhati kwa Forum CC kutupatia mafunzo na kutuelekeza jinsi gani ambayo tunaweza kupata mikopo na tukaweza kufaidika. Ili kufikia malengo ya mradi wa Taka TDP na kuongeza uhimilivu wa wakulima wadogo, ni muhimu kuongeza juhudi katika kutoa elimu na ufahamu zaidi juu ya fursa za kifedha na namna ya kuzitumia. Mipango ambayo benki ya CRDB inayo kuweza kufikia wakulima wengi zaidi ili waweze kufikiwa na hii elimu. Kwanza kabisa tunatumia ile mihadhara au mikutano mbalimbali ambayo inafanyika kupitia vyama vya ushirika ambavyo tunavyo
katika wilaya zetu mbalimbali. Na kwa mfano kwa Kilwa hapa mwezi wa pili tumefanya mikutano ya vyama vya ushirika au vyama vya msingi vya ushirika ambavyo viko chini ya maafisa ushirika wa wilaya yetu. Ile mikutano huwa inafanyika kila mwaka. Kwa hiyo tunatumia hii mikutano kuwafikia wakulima wengi zaidi, ambapo tunaongea na vyama wenyewe kama vyama, uongozi wa vyama kuweza kuwakopesha kupitia mfumo huu au programu hii ya Taka TDP, hasa kwenye kujenga maghala kwa ajili ya kuhifadhi mazao kama korosho na ufuta ambayo ni maarufu sana kwa ajili ya wilaya yetu hii ya Kilwa. Lakini pia tunatumia warsha mbalimbali ambazo zinafanyika, na sisi wenyewe tunaandaa warsha mbalimbali ambazo tunawafikia wakulima wengine ambao kwa namna moja au nyingine hawapo kwenye vyama vya ushirika lakini wanajihusisha na kilimo, hasa wakulima wa bustani na vile vile wakulima wa mboga mboga ambao kwa namna moja au nyingine hawapo kwenye vyama vya ushirika, lakini tunafanya forum mbalimbali au warsha mbalimbali kwa ajili ya kuwafikia na kuwafikia hii elimu kwa kutumia sasa pia wale maafisa ugani ambao wapo katika wilaya yetu. Kwa sasa hivi kwa Tanzania, tukizungumza kwa Tanzania ni wakulima wengi ambao wamenufaika, lakini kwa Kilwa tunashukuru kwamba watu wa Forum CC walifika na tukaweza kufanya warsha, tukawa kama facilitators kuweza kuwapa elimu wakulima, na kulikuwa na vikundi vichache ambavyo vilikuwepo, na katika baadhi ya hivyo vikundi walishaanza process kwa sababu wameshaleta maombi na tumeshawatembelea. Kikiwemo kikundi kimoja kinaitwa Makandanyama ambao sasa hivi walikuwa na shida ya ile dhamana, lakini wameshapata dhamana. Kuna mtu ameweza kuwa support kupata dhamana. Kwa tunaendelea kuprocess mkopo wao na naamini kwamba watapata huo mkopo. Waliomba kiasi cha shilingi milioni 10, lakini tunaamini watapata hicho kiasi. Na kuna vikundi vingine ambavyo tumeshawapa ratibu na tumeshawaelekeza, wameshaandika maombi na andiko mradi, kwa hiyo wanakamilisha taratibu zingine. Tunaamini kabisa nao watafanikiwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kupitia hii mradi na programu hii ya Taka TDP tunakwenda kutoa vikundi vingi kwa Kilwa na tutakwenda kuwa mfano pia kwa maeneo mengine. Wanufaika hawa wameweza kukidhi vigezo kwa sababu tumekuwa tukishirikiana na Forum CC kuweza kuwapa elimu, lakini pale wanapokwama wamekuwa wakiwasiliana na sisi benki, vile vile kuwasiliana na watu wa Forum CC kwa ajili ya kuwapa au kuelekeza nini cha kufanya ili kuweza kukidhi vigezo. Na vigezo sio vigumu sana, ila tu ni kwamba lazima wawe na eneo ambalo wanafanyia hiyo kilimo ambacho tutakwenda kutembelea, lakini vile vile wawe na dhamana ambayo itawasaidia kuweza kupata hicho kiasi, lakini vile vile tujue mchanganuo wa hicho kiasi wanachokipata wanaenda kufanyia nini sasa kwenye upande wa kilimo. Nashukuru sana Forum CC kwa kuweza kuwafikia wakulima hasa katika wilaya yetu ya Kilwa, ambao kwa namna moja au nyingine kuandaa hizo warsha inahitaji pesa, lakini vile vile inahitaji watu, inahitaji muda. Kwa hiyo nashukuru sana Forum CC kwa kuweza kujitoa na kuona kuna umuhimu wa wilaya yetu kuweza kufikiwa. Kwa hiyo sisi kama benki ya CRDB upande wa Kilwa tunashukuru sana, na tunawalika zaidi na zaidi isiwe mwisho kuendelea support hivi vikundi vyetu vya wilaya yetu, lakini vile vile kuendelea kuwasiliana nao kuona maendeleo ya vikundi hivi ambavyo vimeingia kwenye programu hii ya Taka TDP. Kwanza kabisa kwa Forum CC, hawa ni wadau wakubwa ambao ndio walitukutanisha mara ya kwanza na hawa wakulima baada ya kuandaa hii warsha hapa Kilwa Masoko, na tukaweza kuonana na hawa wakulima, lakini pia kushirikiana na maafisa maendeleo wa wilaya yetu ya Kilwa